Katika eneo la Olmoran, kaunti ya Laikipia. Hii ni baada ya majangili kuendelea kuhangaisha wenyeji. Inasemekana majangili hao wameteketeza nyumba kadhaa mapema leo. Mwanahabari wetu Ibrahim Karanja yuko Laikipia kwa sasa. Hebu tuungane naye atoe mwanga kuhusu jinsi ya hali ilivyo katika eneo hilo. Ibrahim, uwanjani wako sasa. Nipo katika eneo la Olmoran kama ulivyosema, na ni kwamba kwa sasa kila picha ambayo tunapata inaonyesha hali ambayo wakazi wana wasiwasi. Inaonyesha hali ambayo imekuwa ikitatizika na masuala ya usalama kwa siku chache zilizopita. Manake hapa katika eneo la Olmoran ndipo waziri wa usalama Fred Matiang'i alipo kwa sasa. Tunavyozungumza yupo katika mkutano wa faragha na viongozi wa usalama nyuma yangu hapa, ambapo ni katika afisi za shirika la Msalaba Mwekundu la eneo hili. Hakikisha kwamba Matiang'i ameambatana na mshirikishi wa utawala katika eneo hili la Bonde la Ufa George Natembeya, pamoja na maafisa wa usalama, pamoja pia na maafisa ama viongozi wa kisiasa. Gavana Nderitu Mureithi, mbunge wa eneo hili la Laikipia Magharibi, pia yuko hapa bwana Patrick Mariro. Wote kuweza tu kuzungumza kwa sasa. Nafikiria ni zile shughuli za faragha kabla ya kutoka na kuzungumza na raia pengine, na pia kuzungumza na wanahabari kuhusu hali ilivyo. Lakini hatua chache kutoka hapa tulipo kuna kanisa ambayo ni kama mita 300 kutoka nilipo, ambapo kwa sasa tunavyozungumza ukweli wa hali ilivyo na ukweli wa ugumu ulivyo katika eneo hili bado waziri Matiang'i anauona. Manake kuna hafla ya mazishi ambayo inaendelea katika kanisa hilo la mmoja wa watu ambao waliuawa na majambazi hawa wiki iliyopita. Kwa hiyo waziri akifika wakati ambapo majonzi ambayo ya watu wa hapa wamekuwa wakiyapitia anayaona mwenyewe. Na nilikuwa awali tulipokuwa tukizungumza nawe kwa njia ya simu nikikueleza jinsi ilivyo na ugumu ulivyo katika kufanya kazi ama katika kuimarisha usalama. Iwapo Kimani yaweza kuonyesha picha ya upande wangu wa kushoto, ni kwamba kuna mahindi, na hivi ndivyo hali ilivyo. Haya waweza ukasema ndio mahindi yale mafupi kabisa katika eneo hili, na ndivyo hilivyo katika eneo kubwa zaidi katika eneo hili. Na wanasema kwamba wakora hawa ambao wamekuwa wakifanya makosa ama wakitokea na kuwahangaisha watu jioni na usiku wanasaidiwa sana na urefu wa mahindi. Manake kuna ekari na ekari ya mashamba ya mahindi ambayo iko hapa. Pia kumbuka hapa katika eneo la Olmoran ndipo wale watu ambao wametimuliwa makwao wapo. Hatua chache toka hapa kuna ile shule ya Miriguit ambayo gala lake liliweza kuchomwa siku chache zilizopita. Na asubuhi ya kumkia leo ama usiku wa kumkia leo kama kilomita 1 hivi 2 toka hapa, bado iwapo Kimani yaweza kuonyesha upande wangu wa kushoto, bado ni mahali ambapo makazi ya watu yamechomwa. Ni katika eneo la Survey na katika eneo la Dam Samaki. Nimeenda mwenyewe muda mfupi uliopita, nilikuwa huko, na ni kama kilomita 2-3 hivi kutoka nilipo katika eneo la Olmoran. Na nyumba hizi zilichomwa saa chache baada ya Inspector Generali wa polisi Hilary Mutyambai kusema kwamba hali ni shwari katika eneo la Olmoran na kwamba wakazi waweze kurejea makwao. Mahali ambapo nimekuwa ni kwamba pamesalia mahame. Watu wote wameondoka na kutoroka katika kijiji cha karibu ama katika mahala ambapo watu wapo ni katika eneo la Survey. Wapo maafisa wa GSU, maafisa wa RDU katika eneo hilo, lakini wakazi ambao wako hapo walikesha nje wakipigwa na baridi, manake makwao kulichomwa. Walikuwa na kiwewe kwamba wangeshambuliwa, na kama walivyokuwa wakishuku ni kweli waliweza kushambuliwa. Kwa hiyo ndio mambo ambayo tunafuatilia hapa katika eneo hili la Olmoran. Hapa nilipo ni kwamba watu ambao nazungumza nao wanasema kwamba amani hapa inapatikana mchana tu, bali giza linapoingia, inapofika usiku, milio ya risasi kutoka maeneo haya yanakuwa yakizidi. Hii ni licha ya kwamba idadi ya maafisa wa polisi ambao wapo eneo hili ni wengi sana. Unapoangalia tu ni baadhi ya vyombo vya kivita ambavyo wanatumia katika operesheni hii. Hawa ni maafisa wa polisi ambao wamekuwa hapa kutoka siku 2-3 hivi zilizopita, wakati ambapo mshirikishi wa utawala katika eneo hili George Natembeya alisema kwamba watakuwa wakianzisha operesheni, na wamekuwa wakitumia vifaru, wamekuwa wakitumia aina yote ya silaha, lakini bado watu hapa wanakuwa wakitatizika. Hii inafanyika wakati ambapo pia hatujaelezwa iwapo kuna majambazi ambao wameweza kukamatwa kutokana na operesheni hii ambayo inaendelea, au pia kuna wote ambao wameweza kuuawa. Kumbuka kwamba ni watu 8 kulingana na serikali ambao wamefariki kutokana na ukosefu wa usalama katika eneo hili, wakiwemo maafisa 3 wa polisi. Lakini hatujaelezwa upande wa pili, upande wa wale majambazi. Je, ni watu wangapi walikamatwa? Ni watu wangapi ambao pengine wameweza kuuawa katika vita na polisi? Na ni mambo ambayo tutakuwa tukimuuliza Matiang'i, manake si mara ya kwanza swala hili linafanyika katika eneo la Laikipia. Kama nilivyosema awali, waziri Matiang'i amekuwa katika eneo hili haswa Laikipia
Magharibi na Laikipia Kaskazini kwa muda sasa, tangu alipochukua hatamu katika Wizara ya Usalama. Na kila anapokuja ama kila viongozi wanapokuja, ni jambo ambalo lilianza hata kabla ya Waziri Matiang'i, wanapokuja na kutoa hakikisho na ahadi kwa wakazi wa hapa, bado mwaka mmoja baadaye, miezi chache baadaye, usalama unadorora, watu wanauawa, mifugo wanaibwa, na jambo ambalo linashangaza kabisa ni kwamba hawapatikani mifugo hawa. Serikali inasema kwamba 100% ya hawa majambazi tayari wametimuliwa kutoka hapa na wamerejeshwa makwao. Manake hapa ni karibu na mpaka wa kaunti ya Baringo na pia karibu na mpaka wa kaunti ya Samburu. Wanasemekana kwamba wamerejeshwa makwao. Lakini tunavyoelezwa na wale wamiliki wa hifadhi za wanyama ambazo ziko hapa, mbuga za wanyama, manake mbuga za wanyama katika eneo hili ni binafsi, wale wamiliki wa eneo hili wanatueleza kwamba si kweli kwamba hawa watu wameondoka, ni wamejificha katika mbuga hizi za wanyama ambapo bado wapo. Kwa hiyo Nick, tutakuwa hapa leo, kesho kutwa, hadi wakati ambapo shughuli itakapokuwa ikiimarika hapa. Jambo ambalo wakazi wa Olmoran watakuwa wakipitia, bila shaka tutakuwa nao hapa ili kushuhudia tu na kuelezea ulimwengu ukweli wa jinsi hali ilivyo, kinyume na taarifa ambayo inatolewa kila uchao na viongozi wa usalama. Nick. Asante sana Ibrahim Karanja kwa hiyo taarifa. Bila shaka zilikuwa jicho letu, kisha uwe makini ili uwe salama wakati ambapo unafuatilia hizi taarifa katika eneo hilo. Na mtazamaji, basi hiyo taarifa ya Ibrahim Karanja ndio inayotuleta kwenye mazungumzo ya siku ya leo kwenye